Keta. Merci. Tume Wilingoma. Keba na Serpa. Ninashukuru tena kama gisi maandiko yanasema, atakayevuka mpaka ya nchi ya mwingine ule alaaniwe. Na kwa sasa tunajua ya kwamba adui M23 afuse tugwanyeho kama vile bwana porte parole wa enemy wa M23 ni yeye Willy Ngoma. Kama gisi mnajua amekufa deja, ni marehemu Willy Ngoma. Tulikuwa tukisema ya kwamba Willy Ngoma hawezi kuishi. Wewe kushimama keo utadefendre enemy, ujue kwamba na wewe utakufa. Utakufa ukidefendre adui wa mwenzako, na wewe ujue kwamba utakufa. Na hii ni habari ya ukweli, sio habari ya uongo. Bwana Willy Ngoma amekufa, hayupo tena, amekwenda. Sisi tutakuja nyuma yake, lakini ametutangulia. Maadui wote wa nchi ya Kongo watatutangulia kwenda kuzimu. Na hiyo tuna uhakika ya kwamba na wengine wote ambao wamesaliti nchi yao watakufa, wakina Wamuhivu na wengine wote watakufa. Na soyez bienvenus tout le monde, vous avez écouté la télévision Bukavu TV. Aujourd'hui c'est le 25 février en 2026, 7h du matin, mercredi. Vous êtes là, quand vous êtes là, il faut partager partout. Vous êtes votre ami, il faut partager channel YouTube. This is channel YouTube number. Je suis là, Walikal. Aujourd'hui c'est mercredi. Nakuja kuwapasha habari zinaendelea kupatikana katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa sasa, mambo ndani ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tunakuja kuwapasha habari hizi, inabidi ufanye subscribe, like, comment ili nijue tayari umeendelea kunisikiliza kutokea eneo gani. Na kwa kweli katika habari letu la asubuhi mapema, muda wetu wa saa moja, ni habari inakuja ya uchungu zaidi. Niseme ni ya uchungu na ni furaha kwa moja, kwa sababu nikija kupasha habari kuna watu wale mashabiki zangu, najua niko na mashabiki kutokea eneo tofauti. Kuna wale wako upande ya wahasi M23 na kuna wale wako upande wa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kwa sasa katika media inakuja kuwapasha habari inaendelea kupitikana katika ndani ya nchi ya Kongo. Na kwa sasa katika kurasa zangu nakuja kufungua katika kurasa zangu katika uwanja wa mapambano katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Katika taarifa ilikuwa tarehe 24 tarehe ilikuwa tarehe 23 tarehe 24 mwezi wa pili mwaka 2026. Ripoti ya kila chochote kilienda kupitika katika eneo la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ilianza tarehe 23 mwezi wa pili mwaka 2026, ilikuwa lundi. Sasa mambo ilipitikana katika muda wa usiku, katika eneo ya Rubaya. Na kwa sasa unakumbuka nilikuwa nikiwatangazia na waambia katika eneo ya Rubaya kunaendelea kupatikana uwanja ama mapigano katika eneo ya Rubaya. Kwa sasa mambo ya vita inaendelea kuwa nyingi sana katika milima za Rubaya. Na atakuja kuwasomea katika uwanja mapambano kwenye mafakara ilianzia tangu tarehe 21 katika uwanja mapambano mwezi wa pili mwaka 2026 na kufikia leo tarehe 24 katika tulipata ripoti mbaya sio nzuri, kwa sababu vita ilikuwa hapo, ilibidi ilete maafara mbaya zaidi. Katika uwanja mapambano katika sehemu ya Rubaya, unakumbuka Rubaya ni kwa sababu ni katika territory kubwa zaidi, ina uchumi ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kuna madini kutokea Jamhuri ya Demokrasia, kwa sababu utajiri nyingi ilikuwa katika eneo ya Rubaya. Nielewe vizuri. Utajiri nyingi ilikuwa katika eneo ya Rubaya, ni kama vile unasikia tayari utajiri mwingine iko katika eneo ya Sud Kivu, hapo eneo unaelekea katika eneo za kuelekea Minembwe huko. Na kwa sasa utajiri yenye ilikuwa Rubaya ilikuwa katika uwanja uchumi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ilikuwa Nord Kivu. Ilikuwa inabidi wahasi M23 walikuwa wamezingatia katika eneo ya upande yenye uchimba madini, ilikuwa katika eneo ya Kitendebwa na katika eneo inaitwa Kashihe na katika eneo inaitwa Kiduveri. Hizi ni eneo tayari zilikuwa zimekumbatia na wanajeshi wa hasi wa M23 katika territoire ama katika territoire ya Kalehe. Na kwa sasa hili lilikuwa ni eneo tayari wanajeshi wa hasi wa M23 walikuwa wameshazingatia, na atakuja kuwasomea tayari katika eneo zingine zilikuwa zimekaa na wanajeshi wengi sana waasi wa M23. Hakuna hata mwanajeshi wa Wazalendo ama FRDC walikuwa katika eneo hiyo. Ni katika eneo inaitwa Kabase na katika eneo inaitwa Shasha, Matanda, Karuba, Sake, Lushebero
hizi ni eneo tayari zilikuwa zimekumbatiwa na waasi wa M23 katika eneo ama katika teritware ya hapa Rubaya. Na kwa sasa mahali sasa mapigano ilikuwa nyingi zaidi ni katika eneo tayari vita imekuwa karibu siku 3. Watu wa wanajeshi wa Wazalendo na FRDC waliendelea kuungana na wanajeshi wa hasi M23. Ilikuwa katika eneo inaitwa Kitendebwa. Vita ilikuwa katika eneo ya Kitendebwa, katika eneo inaitwa Kashihe hapo Kitendebwa, Kashihe, na katika sehemu inaitwa Kiduver. Hizi ni eneo zilikuwa katika teritware ya Kalehe, na hapo tayari ni sehemu imezingatia katika eneo ya Rubaya. Kwa sasa hili lilikuwa katika bonde. Kwa sasa unajua katika eneo hili wanajeshi wa wahasi walikuwa wamezingatia kabisa mno, lakini katika taarifa tumepata kutokea kwa kiongozi mtetezi wa wahasi M23 anaitwa Rollens Kanyuka ametangaza kusema tayari wamepoteza mwanajeshi wao alikuwa kiongozi mkubwa anaitwa Koloneli Willy Ngoma. Tayari ametoweka, amefariki kama gisi mnavyoona kwenye mitandao watu wanazungumza. Na kwa kweli hili ni habari iko ya ukweli kwa sasa. Ilikuwa tayari watu wamezungumza kusema Colonel Nanga anaweza kuwa hajafariki, Colonel Willy Ngoma anaweza kuwa hajafariki. Mtetezi alikuwa porte parole wa waasi M23 katika vita ilianza waasi M23 kuanza mwaka 2024 mpaka mwaka 2025. Alikuja kutolewa mwaka 2025 mwezi wa 10 na mwezi wa 7 hatua walikuwa wamesha kushika eneo ya Goma. Sasa alikuja kutolewa hatua, alichukua mwenye anaitwa mtetezi sasa porte parole wa hasi M23 anaitwa Rollens Kanyuki, alikuwa kusimamia watetezi ya wasi M23. Ripoti imetokea katika eneo tofauti, imesema tayari Colonel Willy Ngoma tayari amesha kufariki. Hatua amezingatiwa na mabombe tuseme jeshi la FRDC liwashambulia muda wa saa 8 katika eneo hizi zinaitwa Kitendebwa. Ilikuwa katika eneo hilo wanajeshi na Colonel Willy Ngoma alikuwa ameshafika eneo hiyo. Na kumbuka tayari katika ripoti yao ama katika kwenye ripoti ya wahasi M23 General Sultani Makenge alikuwa amesha kutoka katika eneo ya hapo Uvira na Bukavu, akajielekeza katika eneo ya vita katika eneo ya Rubaya. Na kwa sasa kitendo cha vita kiliendeka hapo, tayari alikuwa shafika mji wa Rubaya. Kwa sasa watu wengi wanaendelea kujiuliza maswali kama tayari General Sultani Makenge anaweza kuwa amepata na yeye ajali ya masasi. Kwa sasa habari haijakuwa confirme, lakini na yeye inawezekana tayari anaweza kuwa alikuwa blessé. Kwa sasa hii ni taarifa tayari imetokea katika muda wetu wa asubuhi wale kuwapasha habari ifuatazo. Lakini nous tous le monde de population wanaendelea kupiga kusema tayari wanataka kusikiliza, ama tusikilize kwanza. Tayari mbele nilikuja kuwapasha habari, msikilize population kutoka eneo ya hapa eneo ya Rubaya wanaendelea kusherehekea zaidi kusikia tayari Colonel Willy Ngoma alifariki. Na kwa sasa wanajeshi kwa sasa Rubaya wakahaji ama watu eneo wanaanza kukimbia kutoka katika eneo ya Rubaya. Hizi zote mnasikia hii ni report kutokea ndani ya media Bukavu TV katika eneo tofauti. Mkisikia mlio zinaenda kulia, niko ndani ya studio hapa, ni katika eneo hapa Walikale. Sasa unajua Walikale nako kumeamuka mzuko wa marisasi eneo tofauti. Na kwa sasa nimekuja kuwapasha habari hivi ndani ya media muda wetu wa saa 1. Kwa sasa asubuhi mapema kunaendelea kulia masasi katika eneo ya Rubaya. Jioni ya tarehe 24 masasi iliendelea kulia katika eneo ya Rubaya mpaka wakaaji wakaendelea kuomba usaidizi. Kwa sasa hawajui kama kutamuka vipi. Kabla alikuja kueleza, msikilize kwanza watu wa wakaaji wa Rubaya wanaendelea kusherekea na kusherekea kwa sababu ya vita ama kuangalia vipengele vinaendelea kupitikana katika eneo yapo. Sikiliza hiyo video.
Tayari hizi ni vitu vinaendelea kuripuka hapo. Ni hapa Walikale nawaambia, marisasi zinaendelea kupitikana mara kwa mara, lakini niko ndani ya studio nasema ngoja niendelee kuwapasha habari kwa sababu tuko kwa studio hapa, siwezi kutoka. Akose bombe kuja kuanguka hapa nitatoka ama nifariki na mimi ama sio. Lakini mnaona tayari mashabiki ama wakaaji wanaendelea kupiga ama kutembea katika eneo ya, wanafanya manipulation katika eneo ya Rubaya. Ngoja niwapeleke tena hapa niwaonyeshe tayari viongozi vya wazalendo vinaendelea kusherehekea katika eneo vya hapa sehemu ya Uvira. Hebu tuwasikilize nao wanasema nini hapa. Ya ukweli sio habari ya uongo. Bwana Willy Ngoma amekufa, hayupo tena, amekwenda. Sisi tutakuja nyuma yake, lakini ametutangulia. Masikiliza, viongozi wa wanajeshi wa wazalendo wote wamefanya manifestation kusema tayari kiongozi Koloneli Willy Ngoma tayari amesha kufa na tayari amesha kuzikwa. Amesema tayari wabaya watafariki, wazuri wabaki. Na kwa nini tayari watu wamesherekea sana kusikia tayari Koloneli Willy Ngoma anaweza kuwa amefariki? Nawaambia watu wangu msikilize, hizi ni mabombe zinaendelea kulia katika eneo ya Walikale, lakini nasema ngoja tu nibaki ndani ya studio kwa sasa. Mambo yanaenda kubadilika, mambo yanaenda kuchamuka. Mimi mwenyewe niko ndani ya studio naenda kuwapasha habari ifuatazo. Siondoke ndani ya studio, inabidi nipashe watu habari ya muda wetu wa asubuhi. Hii ni kazi tuko kwayo kabisa, kuambia wakaaji kwa kweli. Lakini katika kumbuka, tangu tarehe 23 tunapeleka katika eneo ya huko Minembwe. Sasa Minembwe nao iliendelea kushambuliwa tangu tarehe 23 kama gisi ushambulizi iliendelea kupitikana katika eneo ya Rubaya. Hiyo siku ilikuwa muda wa saa 8 nako huko Minembwe kulishambuliwa kabisa muno. Kwa sasa mafuruko ya marisasi inaendelea kupitikana katika eneo, mpaka tumeona wakaaji ama watu wengi sana wanaendelea kusema tayari FRDC inaamua sasa kurudi kazi sasa. Lakini vitu zingine katika taarifa tumepata katika media leo, tayari imesema wahasi M23 kwa sasa wanaendelea kupokea msaada kutokea eneo tofauti, na kwa sasa vita inakuja kuharibika ama watu kwa sasa mambo ya vita imeanza sasa upya kwa hatua wahasi M23 katika kifo cha mwanajeshi wao Willy Ngoma. Wanasema inabidi walipishe ama inabidi wapambane sasa. Kwa sasa kumbuka katika Minembwe walipotezaka koloneli ama tuseme generali wanajeshi wa makanika. Mnakumbuka makanika hatua alivyofariki katika eneo ya Minembwe. Vita iliendelea muno sana kwa sababu ya drone zilipitikana hapo, na kwa sasa kifo iliua makanika na ndio imeua tayari koloneli Willy Ngoma katika eneo ya Rubaya. Koloneli Willy Ngoma amefariki kwa sababu ya madrone zilishambulia katika eneo ya Rubaya, na kumbuka tayari koloneli Willy Ngoma amefariki na wanajeshi wake walikuwa kimulinda na wanajeshi wengine, na sasa kuna wengine wamepeleka ndani ya hospitali katika eneo ya Goma. Lakini kumbuka vitu vingine vinaendelea kufuatilia, vita nayo haijaisha. Kumbuka tayari Sultani Makenga ako kwenye uwanja, lakini taarifa inasema kama tayari General Sultani Makenga anaweza kuwa tayari alipata ameweza kuwa ako blessed kwa sababu huko kwenye eneo Willy Ngoma alifarikia tayari na yeye alikuwa katika eneo hiyo. Lakini taarifa hatujajua taarifa ya ukweli, nakuja kuwapasha taarifa muda wetu wa saa 5 kwa sababu nikipata habari ya haraka nitakuja kuwapasha, kwa sababu unajua hii ni muda tuko kwenye uwanja wa mapambano, mambo inabidi ibadilike ama mambo inaendelea kuwa katika uwanja wa mapambano vipi. Na kama unaendelea kunisikiliza moja kwa moja ndani ya Media Bukavu TV, itakuwa ni muhimu endelea kufanya subscribe, like, comment, endelea kushare, kwa sababu watu wangu wanaendelea kunifuatilia. Mimi niko kwa sababu yenu na mimi niko katika uwanja kuwapasha habari ifuatazo. Lakini kwa sasa nakuja kuwapeleka katika eneo ya Walikale. Eneo ya Walikale katika eneo inaitwa Mpeti na katika eneo inaitwa Minjenje. Wanajeshi wa hasi wa M23 nao wanaendelea kushambulia wanajeshi wa FRDC na katika eneo inaitwa Pinga na katika eneo inaitwa Katoi. Kwa sasa mambo inaendelea kuchamuka katika eneo tofauti, na tukielekea katika eneo ya Masisi nako katika vita wa hasi M23 katika eneo inaitwa Kaniro Katare na katika eneo inaitwa Kiningi na Kilonge, na hapo Kilonge inaendelea kupitika na sehemu nyingine inaitwa Nkuku. Hii ni sehemu sasa vita inaendelea kupitikana katika eneo ya North Kivu na Sud Kivu. Watu wangu mnaendelea kunisikiliza ndani ya Media Bukavu TV, niko hapa kwa sababu yenu.
na kama kuna ujumbe uko nayo, elekeza katika comment yako hapa, utueleze kutokea sehemu gani, unatusikiliza kutokea media sehemu gani. Mimi mwenyewe nakuja kuwapasha habari ifuatazo ndani ya media Bukavu TV. Endelea kufanya subscribe, na tunakuomba endelea kufanya subscribe mara kwa mara, na mimi nawapenda zaidi. Naendelea kushukuru sana mashabiki zangu, niko hapa kwa sababu yenu ndani ya media Bukavu TV, ndani ya sehemu popote. Endelea kuwapasha habari inaendelea katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Endelea kufanya subscribe, like, comment ili kipindi chetu kiufikie mara moja. Na kama ni shabiki zangu, ndio nakupasha habari hizi ni bomba. Sikiliza, hizo ni vituko zinaendelea kupitikana huko Walikale, lakini mara kwa moja nitakuja kuwapasha nini vinaendelea. Nimewambia ni sehemu ya Mpeti na sehemu ya Minjenje na hapo Pinga na Kitoi. Sasa ndio kwenye marufuko inaendelea kupitikana katika, na kwa sasa mambo yanaendelea kuzoza katika eneo tofauti. Wilingoma tayari huyu amesha kufariki tayari. Kumbuka wanajeshi vikubwa ama viongozi vya wahasi wa M23 na pamoja na wanajeshi tuganeo wanaendelea kupoteza viongozi wakubwa. Kwa sasa wale wanajeshi wa chini wata give up, na sasa mambo itaendelea kubadilika muno. Wanajeshi Wilingoma ama porte parole tayari Rollens Kanyuki anaanza kuua na ameanza kutangaza kusema tayari FRDC inaanza kutumia masira zenye sio kubaliwa katika makubaliano. Ilikuwa wamesha kuzungumzana na viongozi vya serikali katika renyo ama mkutano ilikuwa katika eneo ya Angola hapo Luanda. Kwa sasa wamevunja sheria hiyo, ndio tayari Rollens Kanyuki amesema tayari FRDC imevunja sheria kupitia uhusiano wa amani ilikuwa imepangwa. Kwa sasa wamerudi uwanja wa vita sasa hivi. Tusikilize, tutakuja kuwapasha habari muda wetu wa saa 5:30 kuwapasha habari inaendelea katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Nawatakia mchana mwema, na watu wote mko katika uwanja wa mapambano muwe makini zaidi, mjue mambo yanaendelea kubadilika katika eneo tofauti. Nawashukuru sana, Mungu endelee kuwabariki. Na sisi tuko katika eneo ya hapa Walikale, tunawatuambia na sisi inabidi watu wa Walikale nyinyi wote muwe makini, kwa sababu vita inaendelea. Kwasa vita imeamuka kuwa makini. Sasa muwe makini kwa sasa. Hii ni taarifa inaendelea kuwapasha ndani ya media Bukavu TV. Nawapenda sana mashabiki zangu, nawatakia mchana mwema na Mungu endelee kuwabariki.